Hii ni Technologist TV, dunia ya mwana teknolojia. Karibu katika darasa letu la Microsoft Word kwa mara nyingine tena. Na leo tutaendelea na paragraph group ndani ya Microsoft Word. Hii ni sehemu inayopatikana kwenye Home tab ambayo hutumika kudhibiti muonekano na mpangilio wa aya katika dokumenti yako. Hii ina sehemu ndogo ndogo ndani yake, ambazo ni ya kwanza ni bullet. Hutumika kuorodhesha vitu bila ya mpangilio maalum. Tuende tukajionee mfano. Yani kama una vitu vyako ambavyo havihitaji kupangwa kwamba hichi lazima kiwe cha kwanza, hichi lazima kiwe cha pili na hichi lazima kiwe cha tatu, basi ni vizuri kutumia nini? Bullet. Kwa hiyo mfano nayo hizi hapa, na select text yangu kwanza. Nikisha select na kwenda kwenye sehemu ya bullet, na gusa ile drop down menu na chagua aina ya bullet ambayo ninahitaji. Kwa hiyo nakuja na chagua mfano bullet hii, na gusa na kazi inaendelea. Kwa hiyo unaweza kuchagua aina yoyote ya bullet ambayo ipo hapo na mambo mengine yakawa vizuri. Just unachagua kile ambacho unakipenda wewe. Tuendelee. Numbering. Numbering hii hutumika kuweka namba kwenye kila kipengele cha orodha. Hii inafaa sana kama una orodha ya hatua au vipengele vinavyofuata mpangilio maalum. Kwa hiyo ukisha select text, unakwenda sehemu ya numbering, unachagua zile namba zako, kwamba nataka namba za mfumo huu, au unaweza ukaja ukachagua labda nataka labda zile ABC. Maana si lazima uchague labda 1 2, kwa unaweza ukachagua ABC. Kwa hiyo tuguse hapo ABC. Kwa unakuja ABC, vitu kama hivyo. Yani inakuwa ni vitu rahisi kabisa. Tunakwenda multi level list. Hutumika kuunda orodha zenye ngazi mbalimbali, yani orodha kuu na vipengele vidogo ndani yake. Kwa mfano, ninayo dokumenti yangu hii yote. Ndani ya hii document kuna vipengele vikubwa, lakini pia kuna vipengele vidogo vidogo ndani yake. Kwa hiyo nikitaka kuweka orodha kuu, niweke orodha zile ambazo na sub level, kwa hiyo unafanyaje? Na select text yangu yote au ujumbe wangu wote au document yangu na select yote. Tayari hapo nikisha select text zote, na kuja sehemu ya nini ya hiyo orodha ambayo ina listi tofauti tofauti. Kwa hiyo labda nachagua hii, nikiweka hii, muone nilivyokuja hapo. Kwa hiyo kile cha orodha kuu kimejiandika namba, halafu kuna orodha ndogo ndogo ndio ikajipa A B C D. Hii ni nzuri kwa wale wanaofanya mambo ya research, wale si wanakuwa wanaandika sijui 4 point ngapi 4 point ngapi. Kwa hiyo unaweza kutumia hii multi level list kwa ajili ya kufanya ya kuandika namba zile kwenye heading za research. Kwa unaweza kuchagua mfano mfumo mwingine, ukachagua mfumo huu hapa. Umeona zilivyokaa? Yani ziko katika mfumo fulani mzuri kiufupi. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Nadhani umejionea mwenyewe. Kwa hiyo tuendelee na text alignment. Text alignment hii hutumika kupanga maandishi kushoto, kulia, katikati kulingana na mpangilio wake ambao unaonekana hapo. Kwa hiyo kwa mfano unakuja hapa, naitaka text hii labda mfano ikae kati, au niweke pembeni upande wa kulia, au niweke upande wa kushoto. Kwa hiyo na select text yangu, nikisha select ndo nakwenda naweka ikae kati, na bonyeza alama hiyo ya kukaa kati hapo. Kwa hiyo nikigusa itakaa kati. Lakini nataka ikae labda upande wa kulia, kwa hiyo nagusa alama ya upande wa kulia, inasogea ikae upande wa kulia. Nataka labda tuseme ikae upande wa kushoto huku mwanzo, kwa hiyo unagusa ile alama ya kwanza hapo na inasogea upande wa kushoto mwanzo katika uandishi. Kwa hiyo hivyo ndivyo zinavyofanya kazi hizi ndude zetu tatu, text alignment, maana yake kuipamba. Tunakuja kwenye justify sasa. Justify ni mpangilio wa maandishi unaofanya kila mstari uanze kwenye margin ya kushoto na kuishia kwenye margin ya kulia sawa sawa. Kwa hiyo kwa mfano sasa unayo hii hapa ndo text zako hizo zote. Sasa unahitaji kuzijustify, una select, unakwenda kwenye alama ya justify, then una justify. Ukijustify sasa, maneno yote ambayo yameanza mwanzo wa margin kuyaandika, basi yatakaa katika mfumo sawa sawa. Tayari hapo lolote unaloanza mwanzo litaanza mwanzo, na huku ulikomalizia kote itamalizia kule usawa ule ule wa margin, kama neno hilo limefika mwisho au kama sentence hiyo imefika mwisho wa mstari. Kwa hiyo haifanyi vile kuwa na matumbo yakaonekana kama text imeanza mwanzo ikafika hadi mwisho.
Ni hivyo tu ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo inakuwa katika mfumo sawa sawa. Huo sawa ambao unaona umejiweka sawa, huo ndo tunaozungumzia. Hizo nyingine tumeziset maksudi kwamba tuzikae kati, zikae pembeni, zikae wapi, lakini hizo ambazo zimemaliza mpaka mwisho na zimeanza mwanzo ndo tunazozizungumzia hapo. Tuanze tu kwenye hizi decrease indent na increase indent. Kiufupi hasa decrease indent inasogeza upande wa kushoto na hiyo increase indent inapeleka upande wa kulia text yako. Twende ukaone. Kwa mfano nakuja sasa, nachagua text yangu hii hapa. Nikisha ichagua, nikisha select hii ndio nakwenda kubonyeza labda na increase indent na isogeza upande, unaona? Inasogea upande wa kulia zaidi. Upande wa kulia zaidi. Unaona? Upande wa kulia zaidi. Kwa hiyo inaanza upande wa kulia na inaishia upande wa huku, upande wa kushoto inakimbia kabisa. Tayari hapo. Hiyo ndio kazi yake. Lakini nikija hiyo decrease indent maana yake nairudisha ianze kwenye margin husika, maana yake ianze kule kwenye upande wa kushoto pale ilipoanzia nyenziwe na yeye ianze hapo hapo. Hivyo ndivyo zinavyofanya kazi hizo mbili. Tunakwenda kwenye shading. Hutumika kubadilisha rangi ya nyuma ya maandishi yaliyochaguliwa aya au table cell. Tuende tukaone mfano kwenye maandishi yale ya kawaida. Kwa hiyo kwa mfano ninayo maandishi yangu haya hapa na yahitaji kuyafanyia shading. Kwa na select na kwenda kwenye alama ya shading na chagua aina ya rangi ninayohitaji. Ni vyema kuchagua rangi ambayo hai affect au haiathiri yale maandishi yako, maana yake isije ikawa rangi imekoza zaidi kuliko maandishi yakawa maandishi hayaonekani. Kwa chagua rangi ambayo ni nzuri, maandishi yaonekane vizuri na rangi yako ionekane kama ilivyo hapo unavyoona. Lakini pia si lazima, maana yake kuanza hiyo tunaenda kwenye kipengele cha mbele cha border. Tayari hapo kipengele cha border nacho unakuja una select alafu unakwenda kwenye border. Border unaweza ukaweka mstari wa chini, mstari wa juu, mstari wa kulia au kushoto, lakini pia unaweza ukachukua mstari yote, yani border nzima izungukiwe yote. Hii border yote ndo safi, maana yake mimi napenda kuchagua hii. Unapiga border yote. Sasa ukitaka raha ujue kazi ya border vizuri, utumie border pamoja na shading. Sasa na select alafu unakuja kwenye shading, angalia kitu kinavyojipamba kinavyokuwa kizuri. Umeona hicho kwenye shading, umeona kilivyojipamba, umeona? Kwa hiyo kimejipamba vizuri kama unavyoona hapo. Hivyo ndivyo tunavyofanya kazi kwa pamoja border na shading. Tunakwenda kwenye sort A to Z. Hii hutumika kupanga maandishi kwa alfabeti au namba. Kwa mfano ninayo maandishi yangu haya hapa, nimeandika haya nataka niyapange kwa alfabeti, kwa hiyo na select, nikisha select na kwenda wapi? Kwenye ile A to Z yangu. Nikigusa hapo nataka ascending kwanza. Ianze kwenye A to Z na bonyeza okay. Kwa hivyo inajipanga kwenye A to Z, umeona A imekuja kwenye A halafu ikaja B, inatizama kilichokuepo mpaka kwenye Z. Okay. Lakini pia unaweza ukaweka mfumo wa maana yake ukaanza Z to A. Kwa hiyo unakuja kitu kama hicho. Kwa hiyo kimeanza kile ambacho kipo karibu na Z mpaka kile A kama kipo. Lakini nzuri ni kutumia ile A to Z kwa sababu tunahitaji alphabetical order. Kwa unaweka ascending na bonyeza okay. Kwa inakuwa alphabetical order. Tuende zetu kwenye kipengele kingine ambacho tuna sort vipi hupanga maandishi kwa namba. Kwa mfano sasa, chukua tunayo maandishi yetu haya yana namba ambazo haziko sawa kiufupi, nimeziparagua maksudi. Kwa hiyo una select hii text, halafu unakwenda kule kwenye sort. Tayari hapo ukienda kule kwenye sort unaacha ile ascending ndo nzuri, maana tunataka tuone kuanzia 1 hadi ile nambari inapoishia. Kwa hiyo then unakuja wewe utakuja hapa kwa ajili ya kubonyeza nini? Okay. Ukibonyeza okay tu basi hapo utaona tayari yale maandishi yako katika mfano kuna 1 2 3 4 5 zimejipanga vizuri. Lakini ukiweka descending sasa maana yake inaanza 5 kuja chini. Kwa umeona hapo imeanza 5 kuja chini, maana yake 5 4 3 2. Lakini sisi tunahitaji ile mpangilio kuanzia 1 kwenda mpaka mwisho ndo nzuri. Kwa hiyo unaweka ascending, kwa hiyo kuanzia 1 2 mpaka list itakapoishia huko. Tuendelee na hii alama ya show au hide. Hii kazi yake ni kuonyesha alama za uhariri kama aya na nafasi. Tayari hapo. Kwa mfano hii ukigusa tu maana yake inaonyesha yote, lakini najidai tu kuchagua text hapa kuonesha alama hivyo inavyoonyesha kazi na isogeza mbele hapa. Na isogeza mbele. Haina haja, si lazima kuchagua. Ukigusa tu hiyo alama maana yake kila kitu kinajionyesha.
Kwa ukigusa hapo umeona alama hii nimeacha nafasi nyingi, ndio unaona hivyo vidoto vingi. Kwa kila sehemu ambayo nimeacha nafasi utaiona ile editing yake kwamba hapa pana kidoti, yani hapa pana nafasi, hapa pana hivi, na hiyo ndo kazi yake. Na ukitaka kuondosha wala usipate tabu, unakwenda pale unabonyeza tu ile alama, ukishabonyeza basi inaondoka hivyo vidoto, hiyo alama ya uhariri, na mambo mengine yanakuwa umemaliza. Haihitaji shida kabisa yani. Natumai umeelewa. Tuendelee na alama hii. Hii hutumika kupanga maandishi ambayo kutoka kushoto kwenda kulia. Ni nzuri kwa lugha zote zenye maandishi yanayoanza kushoto kwenda kulia, mfano Kiswahili au Kiingereza. Lakini kuna alama hii hapa pia. Hii hutumika kupanga maandishi kwenda kulia kwenda kushoto. Ni nzuri kwa lugha zote zenye maandishi yanayoanza kulia kwenda kushoto, mfano Kiarabu na Kiebrania. Kwenda tukaone mfano. Hii hapa ni ya Kiingereza. Kwa hiyo nagusa alama hii hapa itakuwa haina effect. Ngoja ugusa uone hivi, ikae pembeni kwanza, halafu ukigusa hii maana yake maandishi yako yanatakiwa yaanze kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo kwa lugha hizi ambazo za Kiingereza litakuwa vizuri. Kiingereza na Kiswahili na lugha nyingine ambazo zinaanza kushoto kwenda kulia. Lakini hebu tuone kwa Kiarabu sasa, tutafahamu uzuri na hizi. Labda niandike Kiarabu hapa. Niandike, si mtaalamu, kwa naandika tu maandishi ya just ya Kiarabu. Nikishaandika maandishi ya Kiarabu yangu na ya select haya. Hii kuselect wa Kiarabu inakuwa shida. Ngoja ni select haya. Nikisha ya select hapa ndo nakuja kwenye ile alama yangu kwamba yaanze kulia kwenda kushoto. Umeona alivyokaa vizuri? Maana maandishi ya Kiarabu yanaanza kulia yanakwenda kushoto. Kwa hiyo imejipanga vizuri kama inavyotakiwa. Na hizo mbili ndivyo zinavyofanya kazi. Moja inaanzisha kulia kwenda kushoto, tunaenda line spacing. Hii hutumika kuweka nafasi kati ya mistari au aya. Tayari hapo. Hebu tukaone. Kwa mfano ndo nayo text yangu hii nataka na select kama unavyoiona hii. Hii text unaiselect, halafu ukisha select unakwenda sehemu ile ya line spacing. Unagusa hapo. Ukisha click hapo unakwenda kuchagua unataka ile mistari ipishane baina mstari mmoja na mstari mwingine ipishane kwa ngapi. Mfano tunaweka kwa 3. Huu mstari tunaozungumzia ni huu. Umeona hii nafasi hii? Umeona hiyo nafasi? Hii ndo nafasi ambayo tunaizungumzia sie, maana baina ya neno na neno. Okay. Unataka kurudisha katika size unayohitaji wewe, unaweka katika size ambayo unaihitaji. Kwa mfano kama 1, 1.15, 1.5, wewe mwenyewe tu unachagua unayohitaji. Baada ya hayo machache, nisiseme mengi tu, nikwambie usisahau kusubscribe. Hii ni Technologist TV. Karibu tena na kwaheri.